yanaongelewa kwetu sisi ambao tuko hai, si kwa ndugu yetu huyo ambaye amelala hapa. Lakini acha nikukumbushe tu, kuna ufufuo, kuna ufufuo. Kufa sio mwisho wa maisha. Kifo sio mwisho wa maisha. Kifo ndio mwanzo wa maisha ya milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamaliza muda ambao tumepangiwa na Mungu hapa duniani, kama vile mwandishi msome alitusomea kitabu cha Zaburi 90. Mungu amepanga siku zetu za maisha ni miaka 70, lakini mwenzetu akufikia 70. Hata mtoto anayezaliwa leo anakufa, nafariki, mimba zinaporomoka. Lakini anasema ikiwa tuna nguvu tunaweza tukafikie miaka 80, lakini muda tutakaoishi baada ya kufa ni milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni milele. Mwenzetu ameanza milele, na ndio maana tunaambia watu kifo sio mwisho wa maisha, ndiyo mwanzo wa milele. Lakini swali ni kwamba tumeambiwa kwamba kuna milele mbili. Malimbu mali mabile limu ilimbu liya mwikurilama na Yesu ale na ale na lingi limbu lili yu aya ale na ale. Sasa wewe umejiandaje? Umejiandaje kwa milele yako? Umejiandaje? Kwenda mbinguni ni kutaka kwako, kwenda kuzimu ni yari. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kujiandaa ni muda ambao sisi tumepewa fursa. Ikiwa tumelala tumeamuka ni fursa. Kwa hiyo tutumie hiyo fursa yetu, tutumie hiyo fursa yetu ili tuandae milele yetu iwe milele mzuri. Bwana Yesu atubariki. Amen. Tunaingia kwenye kipindi cha mapicha.